Yaani ile dawa ya baba ni hatari. Maana uchi wangu ulirudi kuwa bikira kabisa, ni kama sijawahi kuguswa na mashine ya mtu yeyote. Jeff alikuwa akihangaika kuingiza huku na mimi nikimsumbua sumbua kwa kumkwepesha tu uchi wangu. Hivyo nikawa namfanya azidi kupagawa na kuzidi kunikamia. Na muda huo alikuwa kaingiza kichwa tu, yaani ndizi ya mshale, akawa anitia hivyo hivyo huku jicho likimtoka la kutosha. Ndizi yake mshale ilikuwa ndefu kinoma, msikilizaji. Licha ya wembamba wake, najua unazijua ndizi mshale zilivyo. Ni nyembamba ila refu, ndio balaa. Ukikuta fupi haiwezi kupungua inchi 6.5. Hiyo ndio ya kawaida kabisa, ila ni inchi 7 mpaka 7.5. Hiyo ndio sifa ya mashine aina ya ndizi mshale. Basi bwana, kutokana na wembamba wa uume wake, haikuwa ngumu sana kuingia kabisa ndani ya uchi wangu. Kwanza hata mimi nilikuwa tayari nimemwaga ute ambao ulizidi kulainisha kuta za papuche. Hivyo ndizi mshale ya Jofu ikazidi kujisogeza ndani zaidi ya shimo langu ambalo naye analipatiaga ni my baby donkey pekee, labda hata na baba kidogo. Alinitia mpenzi wangu Jofu, kisha papuche yangu ikafunguka. Ghafla nikaona mpaka Jofu kanilalia bila kupenda, maana alikuwa akinitia huko kajizuia ili nisiumie. Sasa uchi wangu ulipoachia ndipo akazama mzima mzima na breki zikawa. Akaniuliza, vipi, unaumia bebi wangu? Ilikuwa ni swali la Jofu. Yaani Jofu aliniuliza kutokana na ndizi mshale kuingia yote bila hodi. Ase akaona kama kweli naumia. Kweli bwana, maumivu nilikuwa nayapata, ila sio kama anavyofikiria yeye. Nikamwambia ndio bwana, nahisi maumivu kwa mbali. Ndio maana nilikwambia leo nitie taratibu taratibu mpaka nizoee, kisha ndio uanze kazi yako sasa. Basi bwana alifurahi. Baadaye Jofu akanipa pole huku akisema nimsamehe, maana kweli nimeumia. Kuna damu zinatoka kwenye papuchi yangu. Nilifurahi sana, nikazidi kumpenda baba, maana tayari kaziba pengo. Sijui ingekuwaje endapo Jofu na ndizi mshale yake angenikuta nikiwa na papuche pweza. Yaani kisima au bwawa. Nadhani angeondoka bila hata kuaga dadeki. Basi bwana Jofu alilalamika sana wakati huo akikojoa. Akawa kaamsha nyege zangu sasa, lakini pindi nilipotaka kumngangania kama kawaida yake akanisukuma pembeni. Akaniambia, jamani Koga, nitakukula vizuri tukienda mjini, sawa? Hapa kwa wake sio pazuri mke wangu, nisamee kwa hilo. Nikajikuta nachukia, maana nimeshazoea tu. Kila nikiliwa lazima nikojoe bao zangu 3 au 4. Hasa ile tukio hata papuchi yangu haikukubaliana nalo kabisa. Nikamwambia Jofu, jamani naomba unitie hata kidogo ili nilizike jamani. Kumbuka nimekaa muda mrefu sana bila kutiwa. Hasa na wewe unanigusa tu alafu unaniacha. Kweli jamani Jofu. Nilipoongea hivyo nikamuona akilala chale huku ndizi yake mshale ikiwa imelala dolo. Kisha akaniambia kwa mbwembwe. Akaniambia sawa, njoo tuendelee basi na wewe ulizike. Basi bwana, nikaishika ndizi mshale nikaanza kuichezea kitaalamu ili mishipa yake isisimke anitie tena. Lakini ilikuwa kama nampigia mbuzi gitaa, maana zaidi dakika kadhaa ndizi mshale yake ilikuwa vile vile. Nikaona isiwe taabu, ngoja niache kujisumbua bwana. Ngoja nivumilie muda ufike, niende kwa mwanaume wa shoka. Kama anaona ananikomoa kajidanganya kabisa. Nikamwambia Jofu, naomba unisamehe kwa usumbufu.
amka tu nenda kanawe uso my love. Akaniambia koga, wala unisumbui. Ila ni ukame ulionao. Si umeona mpaka damu zimetoka. Yaani uchi wako ulijirudi kwa kiwango cha juu sana. Nikamwambia asante sana mpenzi wangu. Nilimjibu Jofu ambaye alikuwa akisifia kitu asichokijua. Anadhani kila mtu mjinga kama yeye. Dome Suruali akikojoa tu yeye hana mpango wa mwenzake. Lo, sipendi kama nini. Jofu alivaa kisha akatoka kupiga mswaki. Huku mimi nilichukua maji na kuelekea bafuni kuoga. Hasa bafu la kuogea lilikuwa sehemu moja na choo, isipokuwa vyumba tofauti tofauti. Ilikuwa ni bafu lililojengwa kwa miti, kisha likatandikwa na udongo. Nadhani kama umekulia nyanda za juu kusini, utakuwa unazijua nyumba za namna hiyo. Nilifika bafuni ili nioge. Si unajua mimi ni mtu wa kuliwa muda wote. Kwa hiyo sitakiwi kuwa mchafu. Sasa wakati naanza tu kuoga, nikasikia kama kuna kitu kikigonga toka upande wa pili, yani kule chooni. Sasa nikajiuliza, kuna mtu kajikujia huku au vipi? Nikatabasamu, maana hapa kijijini hakuna anayekubali kuchamba. Wanaamini mtu anayechamba ni mchafu kupita kiasi. Basi bwana, nikabaki kujiuliza, huyu anayepekecha ni nani? Mara ka udogo katolewa na pakabaki wazi, pakubwa tu, ambao panatosha hata kupitisha mkono wangu. Nikiwa bado na tahamaki kwa lile tukio, ndipo nikaona mashine ikija taratibu na kujitokeza kabisa upande wangu wa bafuni. Yaani lile dudu nilikuwa sijui hata ni nani. Nikabaki kujiuliza, nichomeke au niachane nayo? Ile ilikuwa kubwa na yenye jando nzuri. Nilisimama zaidi ya dakika 3 na utazama kule mpini. Lakini baadaye nikaona bora ni utumie tu, maana kama aibu au ujinga nimeshafanya sana, bora nimalizie tu niege zangu kwenye hii kitu. Basi nikaanza kwa kumwagia maji, kisha nikaushikashika kidogo. Yaani ulikuwa ni mpini wenye misuli migumu. Basi bwana, kwa kuwa tundu lile lilikuwa juu, yaani saizi yangu, sikupata tabu ya kuinama sana. Nilinama kidogo tu, kisha nikauchomeka taratibu ndani ya papuchi yangu. Kisha shughuli ikaanza, huku kila mmoja akiwa upande wake. Hakuna kupeana ndimi wala kupapasana. Lakini hata hivyo nilikuwa na enjoy sana, maana hiyo ilikuwa ni style mpya kabisa kwangu. Basi bwana, utamu ulikokolea, choo ikawa inatikisika kinyama, maana mimi nilinogewa kupita kiasi. Nikawa nataka mpini uniingie zaidi, wakati yule mkulaji upo upande mwingine. Hasa matokeo yake nikawa napigiza makalio yangu kwa nguvu eneo lile la tundu, mpaka baadhi ya viudongo vikawa vinaachia fito na kudondoka. Huyu alikuwa ni mimi. Nikawaza upande wa pili kwa yule anayenitia ndio ilikuwa patashika, kamata shati chanika, maana alikuwa anakita kwa nguvu mpaka nikamuonea huruma. Nikasema naweza kupasua korodani, sababu kama kuingia mpini ilikuwa ameingiza vizuri tu, lakini yeye kwa utamu adimu wa papuchi yangu aliona kama bado vile. Nilitangulia mimi kukojoa, maana nilikuwa namalizia tu nyege zangu kidogo, sababu kama kutikwa nilikuwa tayari nimetiwa na mchumba wangu Jofu dakika kadhaa zilizopita. Sasa kumbe mtikisiko wa choo mama alikuwa tayari kaushtukia, na alikuwa anajua kabisa kuwa mimi nipo bafuni kuoga. Ikabidi achunguze nani yupo
hayupo kati ya mchumba wangu Jofu na baba. Maana huenda mchumba wangu Jofu kaamua kunikulia bafuni. Maana mimi ni mali yake sasa. Mama aliingia kweli. Hakumuona Jofu. Kumbe muda huo Jofu alikuwa yupo mtaa wa pili pamoja na dada yangu. Walikuwa wameenda kutafuta kuku wa kununua na kuuliza baadhi ya vitu vingine kama katanga. Hasa alichokosea, mama alimpigia simu dada kisha akamuuliza vipi? Mumeo upo naye huko? Dada naye bila kujua mama kamaanisha nini, akajibu tu, tumetoka hauti kidogo, acha tupunge upepo sie bwana. Basi mama aliposikia vile, ikabidi hawe mpole tu. Maana baba kaenda kuchunga, dada ndio huyo yupo na shemeji huko. Basi mama akajua kumbe ule mtikisiko bafuni ni kichapo cha shemeji. Ni kichapo cha mpenzi wangu Jofu. Dakika chache toka pale, naye akanimwagia uji wa kutosha ndani yangu. Basi nikachukua maji kwenye kopo nikaosha vizuri ule mpini kisha nikaubusu, alafu nikamwambia naomba unipe ya jioni. Tamu, maana ili dudu lako tamu sana baby. Lakini hakujibu chochote. Basi nikamalizia kuoga vizuri kabisa kisha nikatoka. Huku macho yangu yakiwa kwenye mlango wa chooni, nikawaza au niende huko nikamuone. Ila nikaona sina sababu ya kufanya hivyo. Maana kama kunitia tayari kanitia. Sasa nimuone sura ili iweje. Basi bwana, wakati naingia ndani, niligeuka nikaona kama mtu akinichungulia kupitia lile pazia la chooni. Nikawaza huyu atakuwa ni nani aisee? Nje palikuwa pametulia tuli. Mimi nikaingia mpaka chumbani kwangu. Kisha nikawa napanga nguo zangu tayari kwa safari, maana tunatumia usafiri binafsi ambao ni gari ya shemeji Lava 4. Nikiwa ndani nikasikia sauti za mama na shemeji wakisalimiana, huku mama akiwa mbali kabisa, alafu kapiga magoti, anamheshimu sana shemeji yangu. Maana ukiachana na mali ya kulipa kwa ajili ya dada, pia kawajengea wazazi wangu. Pia mimi nimeenda kuishi kwake huko Dar nikiwa bado binti mdogo sana. Mpaka saizi nimekuwa naweza hata kumudu punda na dudu lake lote. Sijawahi kugombana wala kupishana kauli na huyu shemeji yangu. Japokuwa huwa nahisi ananipenda kama sio kunitamani. Ila huenda anashindwa kuniambia kwa kuhofia labda mimi nitamwambia dada. Sasa kwa kuwa tayari mama kaongea na dada kwenye simu na kaambiwa walikuwa pamoja, ikabidi mama avunje ukimya kwa kumuuliza. Akamuuliza, samahani baba, Mama Shinje yuko wapi? Maana nimempigia simu akasema mpo mtaa wa pili kutafuta kuku wa kuondoka nao. Shemeji akatamaki kidogo. Kisha akameza fundo kavu la mate bila kutafuna. Akasema hapana mama, mbona sikuwa naye mimi? Mimi nilikuwa huko pembeni nafanya mazoezi, wala hata sielewi mama unachokiongea. Yaani simuelewi hata mama Shinje sijui yupo wapi. Hapo mama ndipo akajiona mjinga. Kumbe dada yupo na mchumba wake Jofu. Yupo na mchumba wangu Jofu. Kwa hiyo akabaki na swali kichwani juu ya ule mtikisiko mkubwa wa chooni zaidi ya dakika 15 ulitokana na nini? Akaona hakuna mwingine wa kujibu hilo swali zaidi ya mtu aliyekuwa akioga kule bafuni kwa muda huo, na kuwa mwingine bali ni mimi Koga. Sasa kwa kuwa nyumba tuliofikia ilikuwa ni moja, yani mimi na wakina dada, hivyo shemeji alikuja moja kwa moja mpaka chumbani kwao na dada. Wakati huo mimi nilikuwa nipo huko tena nikiwa nipo bwinda, yani uchi wa mnyama. Nimesimama mbele ya kioo kikubwa cha dada na jipodoa zangu. Basi bwana, nikiwa nimejiachia na kujishaua mbele ya kioo cha dada, mara ghafla tu naona mtu huyu hapa mlango huku akiimba wimbo wa weusi.
shemeji we, shemeji unanitoa wote udenda. Basi bwana, kabla hata sijajistiri chochote tayari tukawa tupo uso kwa uso na shemeji yangu kipenzi aliyenilea kwa muda mrefu tangu nikiwa primary. Dada yeye akiwa chuo. Muda huo shemeji akiwa ndio yupo kumfukuzia dada ambaye nilikuwa naishi naye kwenye nyumba ya baba mkubwa kule Tabata Bima. Nikasema oh shit. Shemeji, kulikoni? Akaniambia ho jamani, tafadhali yani samahani. Sikujua kama utakuwa huku muda huu. Shemeji aliongea huku akigeuka haraka ili arudi sebleni. Lakini kabla hajapiga hatua hata mbili, nikamdaka mkono huku nikimtupia na neno ambalo ni lazima asimame. Nikamuuliza shemeji, ni kipi kinachokufanya uogope? Akasema ho, unajua mimi yani sikujua kama hupo hapa chumbani kwa dada yako. Kwa hiyo wewe endelea tu, mimi ngoja nikae hapa sebleni. Sasa nikawa najiuliza, kama ni shemeji aliyenikula muda mfupi kwenye kitundu cha choo, mbona ananionea aibu hivi? Au sio yeye ni jini? Hapana bwana, jini aliwezi kuwa na mboo ndogo vile. We, ngoja nimtege mpaka nipate jibu ni nani aliyenitia kule chooni. Lakini shemeji, nikamwambia lakini shemeji, unajua umemdatisha sana na mapigo yako kule chooni. Nimekubali yani. Una mbinu zaidi ya mwanajeshi wa Korea. Basi bwana, niliongea maneno hayo. Nilimlenga yeye moja kwa moja kuwa ndio kanitia, japokuwa hatukuonana sura zetu kabisa wala kusikika sauti zetu. Nilijaribu tu nione atajibu nini. Akasema akasema Koga, mimi nipo tu hapa sebleni. Nikamwambia sawa shem. Basi bwana, shemeji hakujibu chochote zaidi, aligunaguna kisha akatoka na kuelekea sebleni. Hapo nikawa nimepata jibu, kumbe aliyenitia ni shemeji. Yaani kaangaika mpaka kafanikiwa jamani. Sasa hii papuche nitampa nani na nani? Nitamnyima nani? Maana wadau wanazidi kuongezeka tu, kila mmoja anataka kujisajili. Basi nikamaliza kujipodoa, nikatoka zangu pale sebleni. Nikapita pale alipokuwa amekaa shemeji. Nikajifanya kama simwangalie vile, alafu nikamkata jicho. Nikamwona shemeji akinitazama kwa jicho la kunitamani sana, mpaka basi nikaenda mpaka mlango wa kutokea nje. Nikatazama hali ya hewa nje, kulikuwa kimya kabisa. Nikarudisha mlango, kisha nikaenda moja kwa moja mpaka kwa shemeji. Nikamkalia miguuni, alafu mkono wangu wa kulia nikauzungusha mabegani mwake. Kisha nikamtazama usoni huku nikimlegezea jicho kama nimebuya hunga vile. Akasema oh Koga, ndio nini sasa hii? Shemeji aliongea huku akitazama nje. Kabla sijajibu chochote, nikamwona dada kwa mbali akijia ile nyumba. Moyo ukalipuka pa. Nikaluka kutoka pale miguuni mwa shemeji. Nikaketi mbali kabisa. Kisha nikaendelea kujifanya nipo busy na simu yangu. Na shemeji naye akainuka zake kuelekea chumbani kwao. Basi bwana, dada akaniambia, niambie dogo, naona leo umependeza ile mbaya. Yaani dogo la meme huyo. Alikuwa ni dada akinisifia kwa jinsi nilivyojipodoa na vipodozi vyake. Jofu alikuwa yupo akiongea na mama. Basi dada akaingia chumbani kwa shemeji na mimi nikatoka nje kwa mchumba wangu Jofu. Nikamlukia kwa manjonjo na mbwembwe za kutosha. Nikamuuliza, jamani, ulikuwa wapi mume wangu?
Akaniambia nilienda kununua baadhi ya vitu kama zawadi. Nikirudi mjini, si unajua bosi kaniazima gari yake. Sasa natakiwa nimrudishie angalau niwe na zawadi kidogo, japokuwa hajaniagiza wala kuniomba. Nikamwambia sawa mume wangu. Nikamuuliza kwa hiyo safari inaanza lini jamani? Nimemisi mjini. Njofu akaniambia safari ipo tu muda wowote kuanzia sasa.